بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa Shawwal mwaka 1441 katika silsila ya darasa za المنهجية الدروس المنهجية tuendelea kusoma risala usulu ad-da'wah as-salafiyyah للشيخ عبد السلام بن مرجس رحمه الله تعالى. tulianza katika kikao kilichopita al-asl as-sadis al-irtibat الوثيق بعلماء السنة، مفungamano ya nguvu na wanavyuoni wa sunna. Jana tulisimamia katika hali ya kusoma mkuu aliyochukua kutoka kwa Imam Saudi rahimahullah, akiwa azungumzia neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha nayo المملكة. katika neema alizozitaja rahimahullah sema أوليس من أكبر نعم الله عليكم وأجل إحسانه الواصل إليكم أن قيض لكم هؤلاء السادة الغرر. بعد يكون تاج الإمام أحمد بن حنبل akiwa ndio imamu wa madhhabi al-Hanabila, kisha akataja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ambaye pia ni katika asili yake ni Hanbali, ni katika wanaovyuoni ambao wanaovyuoni waliokuja baadaye mamlaka wameathirika sana na ilmu aliyoiacha Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala. kisha ikaja doria ya Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Sasa auliza, je, si katika neema kubwa Allah alizowapa na wema mkubwa aliowafanyia nyinyi kuwajaalia hao watukufu kuwa ndio viongozi wenu waliowaelekeza katika dini yenu? الذين حفظ الله بهم الدين الصحيح وتحقق وانتشر، wale ambao Allah amehifadhi kupitia kwa watu hawa hii dini sahihi ikaenea. Na leo ukitizama katika ulimwengu, hakuna sehemu katika ulimwengu ambayo imefika sunna na imefika da'wa salafia, isipokuwa ukirudi nyuma utakuta kuwa katika sababu ambazo Allah amezijalia ni sababu ya hii da'wa kufika iliyofika ni turathi walizoacha wanaovioni hao wa sunna. Na sana utamsikia kitajwa Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala.
حتى نشأتم أنتم وآباؤكم وأولادكم تشربون من معين الشريعة أصفى شراب mpaka mkakulia mkuleleka nyinyi na baba zenu na watoto wenu mkiwa mwanywa katika chemchemu safi kabisa ya sheria. Hakuna bid'a ndani yake, hakuna shirki ndani yake. وتغترفون من زلالها أحسن اغتراف, katika yale maji matamu na chemchemu safi kabisa ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, mkawa mwapakua na kuchukua na kuchota. Ni Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha na neema kama hii, msisahau. lam tudriku hadha بوسيلة منكم ولا قوة علم ولا ذكاء, na haya yote hamkuyadiriki kwa njia zenu nyinyi au kwa nguvu ya elimu mliokuwa nayo au werevu wenu. wa inma dhalika fadlullahi alladhi laysa lahu ghaya wala intiha, bali ni fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo haina upeo. Na kwa kweli hidayah ni neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akikupa hidayah ukawa muislamu, baada ya kuwa ni muislamu akakujalia katika ahli sunnati wal jamaa, wallahi ni neema kubwa sana na ni fadhila kubwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Na hii fadhila si kwa sababu ya uwerevu uliokuwa nao au kwa sababu wewe ni fulani, la, bali yote haya ni mahd neema kutoka kwa Allah subhanahu, fadlan min Allah wa ni'ma. Yahitaji kumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala ili hii neema ubaki nayo, na daima umuombe Allah subhanahu wa ta'ala akupe thabat katika misimamo ya dini ya kisawasawa. asema bainama tarawna al-aqtar al-ukhra mahshuwatan bish-shirki wal-kufri wal-ilhad as-surah, umeona sehemu nyingine na nchi nyingine namna zilivyojawa na ushirikina na kufru na ilhadi ya wazi wazi. Tizama katika dualul kufr namna ukafiri ulivyoenea na kukita mizizi. Wala tizama katika baadhi ya nchi za Kiislamu namna kulivyoenea watu kujenga na kuyaabudu makaburi, watu waabudu wafu, kufanya mambo ya uzushi. Bali kuna baadhi ya nchi hii ndio yaonekana dini, kijana kulia mpaka awa mtu mzima, mtu mzima acheza kulikweli, mtu mzima mzee, subhanallah, mpaka amefikia umri wa miaka 70 70 80 bado hajaona kuwa kile kitendo anachokifanya ni upuzi. Acheza aona dini ile. Alaykum salam. Wallahi hidayah ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa Allah amekupa neema kama hii, mshukuru sana. Kuna wengi katika watu hawakuipata, na wengi katika watu leo sisi tuwajua, wakituona hivi wale masalafi wampotea wale, yeye aona ameongoka. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء ويحسبون أنهم مهتدون. mtu yuko katika upotofu wa wazi, lakini akuona wewe uliyesimama katika usawa, unaijaribu kufuata usawa sawa sawa, akuona wewe umepotea. afaman zuyyina lahu suu amalihi faraahu hasana, amali yake mbovu akapambiwa akaiona ni nzuri. ويحسبون أنهم يحسنون صنعا.
fanya amali waona wafanya kazi nzuri, kumbe unachokifanya ni jambo ambalo halikubaliki kisheria kivyovyote. Kwa ukitizama katika sehemu nyingine utakuta mambo yameenea mamlu'atan bil bid'ah wa bina'i al mashahid 'ala al quburi wal a'mal al qibah, kumejawa na mambo ya uzushi, kujengewa makaburi, kujengewa mashhad, watu wafanya amali mbovu mbalimbali. Mwisho akasema fahmadu rabbakum ala hadhihi an-ni'am allati la tastati'una laha 'addan wala shukura. Hamidini Allah subhanahu wa ta'ala kwa hizi neema nyingi alizowapa ambazo hamwezi kuzihesabu idadi yake wala kuzishukuru haki ya vile inavyostahili kushukuriwa. Lakini wako baadhi ya vijana ambayo hii neema wakaichezea. Leo waweza kumuona kijana toka nchi kama hii mamlaka, atoka mpaka Afrika, hizbi mkubwa, washindo walikuwa wafanya nini huko? Maulama wakati wako usokaa ukasoma ukawauliza ukafaidika kutoka kwao. Mtu yoje hapa, kitu cha kwanza akimuona kijana, usoma wapi? Wewe nasoma Madina. Oh, Madina, inshallah wewe si katika watu wa Sheikh Rabia, inshallah wewe si katika watu wa Fauzana, mfano kuuliza mkono, si katika watu wa maulamaoni wale hatari wale mtashaddidin wale. Sasa ukimwona mtu kama ujue yale mafungamano na wanaovioni yametoka kabisa, hamna mafungamano na wanaovioni wao, huyu ameichezea hii neema. Na wako wengine wanafunzi, hatuzungumzii raia wa kule tu, kuna watu Allah waneemesha wakapata neema wakaenda wakasoma katika nchi kama ile. Ukamwona mtu amekwenda jamia miaka 4 kisha iwarudi hapa, kama ni khurafi, kama ni hizbi vile vile. Yani wewe hiyo miaka 4 hata siku moja. Hadhari mwanamsemo wasema istamil aqlak walau yawm fi sana, siku moja kwa mwaka tumia akili yako, siku moja tu peke yake, nyingine baki mwenda wazimu zumbukuku vile vile. Basi siku moja katika miaka 4 ukatafute mwana wa chuoni umuulize, hii njia tunaoifuata ni haki kweli? Kisha umsikie yule mwana wa chuoni atakwambia nini, na kama kuna shubuhati zieleze pale, utolewe zile taka kwenye masikio yako. Lakini huenda kule, wallahi najua kijana asoma kule, ukienda kwenye hilaq za maulama, bwana mbona uende? Sema shekhe wangu kule amenikataza kuhudhuria darasa kama hizi. Kwa nini bwana? Asema kwa sababu nitachanganya, mimi siwezi kuelewa, mwanao shughuli mkubwa sana yule. Na yule alikwambia mkubwa zaidi, yule alikwambia huko nyumbani usiende pale, ni mkubwa zaidi kuliko yule anasema mwanao shughuli mkubwa, sio? Sasa angalia watu wanavyochezea neema kama hizi, kisha arudi hapa, mimi nimesoma mahali fulani, mashaallah wamesoma mahali fulani, basi hao wako kwenye haki, waona ndio watu wa sunna. Sasa ndio hapo ammi hujui umueleze vipi aelewe kuwa huyu si mtu wa sunna. Soma Madina bwana, vipi si mtu wa sunna bwana? Hapigi matwari yule, ndio ashakuwa mtu wa sunna. Sallallahu alhidayah, sallallahu alafiyah wassalam. Hawa pia wako na waingia katika wale ambao wamechezea neema kama hii. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ عبد السلام رحمه الله: فلو أننا ارتبطنا بهذه الحلقة المباركة، لو كما تنجشي كمانا نهي حلقة مباركة، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، شيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، irtibatan tamman, watu wakashikana wanaovioni hawa. Na hii ndio siri. Ukitaka siri ya kubakia katika manhaji ya kisawasawa biidhnillah ta'ala, shikamana na wanaovioni kama hawa.
man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Ndio hao, kwa sababu aliyekuwa hai hujaaminisha kuwa huyo ameepuka fitna. Kwa hivyo zaidi soma vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Qayyim rahmatullah alayhi, Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab, na huko nyuma kina al-Imam Shafi'i rahmatullah alayhi, al-Imam Ahmad, al-Imam Malik, huko nyuma. Ukishikamana na ilmu ya hawa biidhnillahi ta'ala, ni sababu kubwa ya wewe kupata thabati. Na katika waliokuwa hai ushikamane na wanaovioni wa sunna wanaofahamika, wala si mtu yoyote. Usifungamane na talib ilm eti ndio ikawa marjiia yako. Ukiona kitu saalna sheikh fulani, ukiangalia hivi hayuko katika maulama kabisa, na pengine labda miaka 3-4 tu hivi alikuwa hizbi. Wakati wewe wapambana na makhurafi na mahizbi, yeye alikuwa hizbi pia. Mara ghafla tu amekuwa shekhe mkubwa. Aendi hivyo. Rudi kwa ulama, na ulama wajulikana. Maulama wajulikana ni akina nani. Kwa mafungamano yako yawe ni kwa wanaovioni, si wanafunzi. Kwa uangalie wanaovioni watuelekeza vipi, wasemaje. Ama ukishikamana na tulab alilm, basi kwa kuwa wana qillatu tajruba, mara moja waweza kuteleza, hawezi kufanishwa na maulama wetu. Kwa mafungamano yako ni mafungamano na ulama jisawa sawa. Asema waqana Allah subhanahu wa ta'ala min alwuqu'i fil bid'ah. Tukishikamana wanaovioni hawa, Allah subhanahu wa ta'ala atatuhifadhi biidhnihi kutokamana na uzushi, walinjiraf wara'a at-tayarat al-mubtila al-mudilla allati tartadi thiyab as-sunnah was-sunnatu bari'atun minha kull al-bara'ah. Allah atatuhifadhi kutokamana na kuingia wazima nyuma ya njia za batil, njia za upotofu za watu ambao wamevaa vazi la sunna, na sunna iko mbali kabisa na wao. Na wengi walioje leo, la katharahum Allah, wako wengi sana. Watu hawa ni wengi sana. Hapa kwa mfano chukulia mahizbia wote wasema wao ni watu wa sunna, tena wao ndio watu wa sunna wa kikweli. Wakisimama huzungumza kwa ukali sana dhidi ya nani? Dhidi ya watu ambao katika macho yao waona ni watu wa bid'a, nani? Masalafi. Nguvu zao zote wazielekeza huko. Hapa pia utaona mpaka mwisho wale awamu wao pia wanchoka, ana hawasomi, wajua hawajui kujipanga. Masalafi mashallah wajipanga, wajua hii darasa hii nimeiwekea kueleza hii, na hii itakuwa ni hii, na hii itakuwa ni fiqh, na hii itakuwa ni au kila mahali tuzungumza tu mpaka mwisho wale jamaa waambie sasa sisi tupata faida gani bwana? Manake rududu zao pia si za kielimu, ni fujo tu, ni fujo na vitu wanavyofikiria wao ni sawa ndio wazungumze, si kwa hata takutajia akwali za wanaovioni na kadha, la fujo tu. Sasa mwisho usikiliza mtu mpaka mwisho hamna mengine bwana, ni hayo tu, mwisho fikia huko. Kwa hiyo watu wavaa vazi la sunna, lakini sunna iko mbali na wao. وما دخل علينا هذا النقص إلا يوم أن تركنا هذا المنهج وضربنا عنه صفحا واستغنينا عنه بمناهج استقدمها لنا أناس من مصر والهند ومن غيرها.
asema na haikuingia kwetu sisi upungufu isipokuwa ile siku ambayo watu waliiacha hii manhaj, azungumzia nchi yake, mamlaka, wakaipiga na ukuta na kuiweka kando manhaju salaf ya kuwasikiliza wanaovioni na kuwa na mafungamano na wanaovioni, wengine wetu wakatosheka na mifumo waliotuletea watu kutoka Misri na uikhwani na ukutbi, na watu kutoka Hind, utablighi pia umeingia pale, na kutoka sehemu nyinginezo. وهي مناهج بعيدة كل البعد عن منهج السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. na mifumo ambayo iko mbali kabisa, iko mbali na mfumo wa salafu salih radhiallahu ta'ala alayhi. na aliyesoma afahamu hayo, kwa hao watu wako mbali kabisa na manhaju salaf. kwa hivyo ni msingi katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa, katika misingi ya da'wa salafia kuwa na mafungamano na wanawavioni. na haya tukiyasema turejelea tena, haimaanishi kwa yule mwanachuoni ni maasum kwa hawezi kukosea. la, akosea katika lile ambalo amelikosea, akawacha dalili, tutafuata dalili na kuacha kauli yake bila ya kumuangusha cheo chake kuwa ni mwanachuoni, tabakia pale pale kuwa ni alim katika maulama wa sunna. mbona watu hawaoni dhiki kusema kuwa Sheikhul Islam katika kauli hii hapa, kauli yake ni marjuh, kuna kauli yenye nguvu zaidi ambao ni wanaovioni hawa? au tukasema kwa mfano hapa Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi amekwenda kwa kauli hii, lakini kauli hii labda pengine ni ya jumhur, hii ndio ina nguvu. kwa mfano si kila wakati kauli ya jumhur ndio yenye nguvu, lakini na dalili. kwa mfano kwa tukawacha kauli ya Imam Shafi'i, si kwa kuwa yeye si imam, la, atabakia kwa imam pale pale. na leo pia isije mtu akakwambia ukasema kuwa naona hii kauli katika aqwali za wanaovioni hii ina nguvu, na ni talib ilmu, sema hii ina nguvu zaidi kuliko hii. kwa mfano ukasema kauli ya Sheikh Al-Fauzan ina nguvu kuliko kauli ya Sheikh Rabia, asije mtu akaja akakwambia waona wewe mtu kana Sheikh Rabia. la 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 la, ana usalafi kutoka wapi? sawa sawa, sababu wanaovioni wetu waweza kupata, waweza kukosea, ni mwanachuoni, mwanadamu. na hili ndio wanaovioni wetu wanavyotufundisha, pamoja na kubakisha ihtiram pale pale wanaovioni. na wewe jitizame katika maisha yako wanafunzi, kuna kauli ngapi ambazo kwa mfano zisema Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah, na wewe ukachukua kauli ambayo ni kinyume cha kauli hiyo? katika mangapi? lakini akabakia kuwa ni mwanachuoni vile vile na heshima yake iko pale pale. usiwe kama mahizbi, atamheshimu mwanachuoni wakati ule kauli yake itaambatana na yake anaotaka yeye, lakini kwa wengine mwanachuoni gani, ulama usalatin, ulama kadha, kaanza kuwatukana wanaoviona. hii si sawa. lakini tuna mafungamano mazuri na wanaovioni wetu kwa sababu ni msingi katika misingi ya sunna. wa idha jaahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. hii aya ni asl katika elimu, kurudi kwa wanaovioni ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. hani maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, turudi kwao. wallahu almusta'an. نسأل الله يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. فلو قال قائل رافضي أو غيره أتزعمون يا أهل السنة أن الحق عندكم وحدكم؟ نقول نعم ولا خطابة. الحق الذي
لا تشوبه شائبة الباطل. الحق الخالص الصافي من الكدر عندنا 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 وألف مرة عندنا، وإن رغمت أنوفكم وشمخت رؤوسكم حتى تلحقوا المريخ. سمعتم؟